maisha hawabadilishi. Hata mavazi badilika. Yesu Kristo alipokuwa anaomba mavazi yake yakageuka kama nyeupe kama sufu. Hivyo ndivyo Mungu anabadilisha maisha yetu kwa jina la Yesu. Ikiwa Yesu alikuwa anaomba na mavazi yakageuka yakawa nyeupe, na maisha yenu pia yawe nyeupe kwa jina la Yesu. Wala msiwe na madoadoa kwenye ndoa zenu, kwa kazi zenu, kwa biashara zenu. Mungu awape roho ya ujasiri kwa jina la Yesu. Kuna mwimbaji aliimba hatufanya sasa wewe usifanane na mwingine. Ndoa yako ipone leo kwa jina la Yesu. Kazi yako ipone leo kwa jina la Yesu. Biashara yako ipone. Kile ambacho kilikuwa kimekwama kwa maisha yako leo kifufuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Lile jiwe linaondolewa kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Jiwe linaondolewa kwa maisha yako leo kwa jina la Yesu Kristo. Akamwambia liondoeni lile jiwe. Bwana asifiwe. Liondoeni lile jiwe. Wakasema ya kwamba huyu mtu ananuka. Yaani Yesu anaamrisha watu watoe jiwe. Watu yaani mwanadamu hawezi kosa excuse, lazima akuwe na excuse. Haleluya. Wakati Adamu amepatikana pale kwa shamba la Edeni, Mungu anamuuliza anamuita Adamu. Akasema mimi niko. Ujaulizwa kama uko uchi nani amekupa? Mungu akamuuliza, ni nani aliyesema wewe uko uchi? Ati yule mwanamke uliyenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu tuache ma excuse kwa Mungu. Mungu amekuuliza swali direct. Adamu, ati mimi niko uchi. Yesu Mungu anamuuliza, ni nani aliyekuambia wewe uko uchi? Ati yule mwanamke uliyenipa. Ndiye amenifanya hivi. Akamwambia sasa kwa vile wewe umejua mema na mabaya, utarudi wapi kwa mchana? Wala sitakupa mti wa uzima tena, bali utatumia nguvu na jasho kwa ajili ya chakula chako. Na wewe mwanamke utazaa kwa uchungu, na wewe nyoka utatembea kwa tumbo ukikula mavumbi, na ukikula kisigino ya mwanadamu. Hakuna siku nyoka inakuuma hapa, inakuuma huko, kama inakuuma huko, hiyo ni mtumbo. Nyoka maamrisho na kuuma mtu kisigino. Sana nyoka inaumanga mtu kisigino peke yake. Ukiona nyoka inauma wewe sehemu nyingine pasipo kisigino, hiyo ni mtumbo, sio nyoka ya kawaida. Na akasema na kwamba na wewe mwanamke ukikutana na nyoka mpige nini? Mpige mawe. Sasa hivi pastor. Na mwanamke anakimbia nyoka yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi tena ndio mnakimbianga nyoka yenyewe. Na hii nyoka ndio mpewa mamlaka ya kupiga kichwa. Na mwanamke na mpige nyoka kichwa. Na akimpata mtu na ampige wapi? Kisigino. Anasema utatembea kwa mavumbi na utakula chakula cha Mungu. Ndio unaona mpaka sasa nyoka hakuna siku inamwaga na inatembea kwa mavumbi. Hakuna neno la Mungu litaondolewa hata moja. Mtu hawezi badilisha neno la Mungu hata moja. Neno la Mungu hata anasema hapa hiyo ondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema atakubariki, hiyo neno iweze kufutika. Mungu akamwambia Abrahamu, inua macho yako juu. Akainua macho. Akamwambia unaona nini? Akasema naona nyota. Akasema nami nitakubariki kama zile nyota.
unaweza nipa hesabu za zile nyota? Abraham akasema mimi siwezi kupa hesabu kwa sababu ni nyingi. Wewe unaweza hesabu nyota? Akampeleka kwa bahari, akamwambia wewe uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Sasa hiyo Abrahamu hana hata mtoto hata ngapi? Yaani mzee ako na miaka 75. Yaani kuna miaka wewe ni mzee unakaribia kifo na unaambiwa ya kwamba hebu tazama juu. Na tena Mungu ameanza kuwapa ahadi na hana mtoto. Baadaye sasa Sara akaona hii kama Mungu anafanya mchezo. Akamwambia Mungu wangu, chukua huyu binti Kana. Kana naye akapata mtoto.